mbele za Mungu. Vipi? Ya kwamba si kwamba tutosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu, naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya. Hebu jipigie makofi na Mungu akubariki sana. Naye ndiye Yesu ametutosheleza, ametutosheleza, ametutosheleza. Huyu ndiye Yesu, ndiye agano jipya. Bwana wewe, nyosha huo mkono wa kulia. Mungu akubariki sana. Nyosha sasa niangalie mimi huko, sinanitolea mimi mfano Bwana. Simama hapa. Mungu akubariki sana. Hili ndio agano jipya. Sema amen. Na huyu ndio Yesu. Sema amen. Na kama ndio Yesu huyu ndiye aliyenitosheleza nimhudumie mimi. Sema amen. Kwa hiyo Yesu ndio amenitosheleza nilimhudumia agano jipya. Ukinikuta nalihudumia agano jipya, aliyenitosheleza ni Yesu, sio Musa. Aliyenitosheleza ni Yesu, sio fungu la 10. Aliyenitosheleza ni Yesu, sio maagizo ya Torati. Aliyenitosheleza ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya. Hebu jipigie makofi wewe ambaye umetoshelezwa kuwa wahudumu wa agano jipya, sio waandiko. Sema amen. Wewe beba tambarabobu, tambarabobu njoo. Mimi sijatoshelezwa kuwa wahudumu wa agano jipya. Kimbia na ili andiko Bwana, ili tambarabobu, ili agano jipya, agano la wana wa Israeli. Nyosha mikono juu, ninyoshe. Huyu ndio agano jipya, naye ndiye aliyelitosheleza. Siwezi kuwa huduma ya huyo tambarabovu. Humo ndio wana wa Israeli ndio walioambiwa kuyafanya na kuyatenda. Mimi nayatenda aliyo katika Kristo Yesu, ambapo kwake nina uzima, nina baraka, nina ushindi, nina uzima wa milele, na ndani yake ninampata Mungu, na ndani yake ninampata Roho Mtakatifu. Hebu jipigie makofi. Katika Kristo Yesu umepata yote. Sema amen. Na ndio maana nasema ametutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, sio waandiko, sio waandiko. Naye naomba nipasome tena. Naye ndiye aliyetutosheleza, naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, sio waandiko bali wa Roho, sio waandiko. Na ndio maana mimi mara nyingi andiko sio kiongozi wangu. Haya ndio andiko, niliandikwa katika mbao za Musa. Hizi ndio andiko, haya ndio Mungu aliyaacha. Sema amen. Mimi siishi katika maandiko. Ukimkuta mtu anatoa fungu la 10 sadaka, manabii na nini, anaishi katika haya. Mungu akubariki sana. Mimi naishi katika Kristo Yesu. Sema amen. Na katika Kristo Yesu nimetoshelezwa kulihudumia agano jipya. Sema amen. Mimi sihudumii agano la fungu la 10. Mimi sihudumii katika agano la sadaka la kutoa fedha, na kuhudumia katika agano la kutoa miili yetu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu. Sema amen. Hebu jipigie makofi wewe uliyetoshelezwa kuwa mhudumu wa agano jipya. Wangapi walioelewa utumishi wa agano lililo bora kuliko utumishi wote? Hebu jipigie makofi ukimshangilia Yesu kwa kufanya wewe kuwa mhudumu wa agano jipya. Nyosha mkono wako wa kuume, mwambie asante Yesu. Asante Yesu kwa kunifanya kuwa mhudumu wa agano lililo bora, linalopatikana kwa damu yako iliyo bora kuliko vitu vyote. Jipigie makofi na Mungu akubariki sana. Mimi siwezi nikahudumia agano lililofanywa kama tambarabovu. I swear, Mungu aishivyo, sitaweza kuishi katika agano lililochafuliwa ambalo walilochafua wana wa Israeli. Mungu aliwaambia msile nguruwe, Mungu akawakuta na michuzi ya nguruwe kwenye masufuria yao. Ina maana wana wa Israeli walichafua agano lao Mungu alilowaamuru. Walipolichafua na Mungu akawaacha, na Mungu akaliacha, akaleta agano jipya. Mungu akubariki sana. Jipigie makofi kulitambua agano jipya na nguvu ya agano jipya na madhabahu ya agano jipya. Na ndio maana madhabahu yetu sio ya hapa mbele, madhabahu yetu naishi ndani mwetu. Yesu anasema Yohana sura ya 14 mstari wa 23, mtu akinipenda mimi na Baba tutakuja kufanya makao ndani mwake. Kufanya makao ndani mwako ni kutengeneza madhabahu iliyo bora. Kufanya makao ndani mwako
madhabahu iliyo bora, ni kutengeneza dhabihu ya milele, ni kufanya kuhani wa thamani. Na ndio maana wewe ni kuhani wa Mungu aliye bora, ni dhabihu ya Mungu iliyo ya thamani, kwa sababu ndani mwako Mungu ametulia, anaishi. Jipigie makofi, dhabihu ya Mungu ya milele. Na Mungu akubariki sana. Sema amen. Mwambie jirani yako, mimi ni agano jipya. Agano la wana wa Israeli ambalo Mungu aliliacha halinihusu kabisa. Nenda. Mimi pako sina kazi na wewe. Mungu akubariki sana. Mimi nina kazi na agano jipya. Ikiwa asubuhi mimi na agano jipya. Ikiwa kazini mimi na agano jipya. Ikiwa nafanya mimi na agano jipya. Nikiwa masomoni mimi na agano jipya. Nikiwa ibadani mimi na agano jipya. Maana agano jipya ndo nampata Yesu. Niko ndani ya Yesu na